Kwa mfano hii video class, hakuna mafanikio yote ya kuengage diaspora katika maendeleo ya nchi. And so our challenge, common challenge hiyo na hapa ni sasa kuna nondo ndani, kuna matofali ndani, kuna cement ndani, kuna vifaa, lakini the intention is to build that bridge, permanent bridge ya connect the diaspora. Sasa mimi am so gratified na kuwepo kwenu na wengi mnaendelea kuwepo. So bila nyinyi connection hiyo au hiyo bridge tunatoka Tanzania kati ya diaspora na Tanzania itakuwa very weak, extremely weak, ni mdomo. Maana sasa zetu ni kuchapa midomo, itakuwa ni midomo tu, lakini nyinyi ndio mnaiconcretize, nyinyi ndio nguzo na pila hasa ya hilo daraja tunalojenga. Nchi za wenzetu walijenga madaraja ya zamani sana, just walk through na kuendeleza nchi zao katika maendeleo ya sasa. Kwa hiyo international institutions tunapongeza pia Michael, tunapongeza immigration ya Royal, tunapongeza Shweta na baada na hata from the perspective ya history na legal aspect. Lakini sisi kama serikali ni tuna play role ya oversight ndani ya mobilize, lakini tuna oversight role ya kuhakikisha kwamba yale matatizo ambayo wenzetu wa diaspora wakiyapata sisi tuko tu na we are part of the solution. Nyinyi you are part of the solution, wote nyinyi you are part of the solution. Kuna challenges zote zile ambazo diaspora zitakuwa nazo, na balozi pamoja na Tanzania Association wamekuwa instrumental wa kweli ku-identify the diaspora. Njaa tulionayo wengine ni kujua tuna diaspora population ya watu wangapi. Sasa hivi statistics tulizonazo hapa tuko karibu milioni 1, lakini najua this is a conservative figure. Ni conservative figure. Lakini suffice kusema tuna 1 billion people. Sasa we cannot afford, hatuwezi kuafford sisi kama Tanzania na serikali tuache 1 million wa Tanzania wanaoishi nje ya nchi, tunawaacha tu waende wanataka wenyewe, wafanye wanataka wenyewe, wasafe wanavyosafa bila ya kuwasaidia au bila ya kuwaengage katika maendeleo. 1 million people wengi naweza kuwa anaanza kuingia sasa, kuna visiwa vingine vya watu 300, lakini nchi Maldives na Malta, combine those two countries, hujapata population ya Watanzania walioko nje. Sasa huwezi kwa hiyo we have the role ya kuengage, and it is overdue. Na the first term administration na mimi ndio nampa hapa role yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tuengage this 1 million people, kusikiliza shida zao, kutatua matatizo yao, na only then can we effectively engage them in overall development strategies to serve. Lakini nasema nyinyi you are the key players katika creation na building of the bridge. Hiyo ndio timu yetu, na nimependa statement inasema mtu kwa kabisa ndio diaspora, mtu kwa diaspora. Mtu mmoja alisema alimuuliza swali, alisema nadhani katika message akinieleza kwamba ndio kutoka nchi yake message inasema hivi kwamba Mheshimiwa Membe, nimependezwa sana na engagement yenu ya diaspora, kwamba tuna Watanzania wako nje au lazima muunganishe na nyumbani. Akisema alafu usisahau kuna Watanzania wengi wako Dar es Salaam, waambie na wenyewe muunganishe na huko majijini kwao. Na I think he was right in a way, kwamba tumalize kabisa kuanzia kuisha nje, waje associate na nchi wale walioko center, waje associate na the same thread and the same spirit that he was right in the last question. Na ni sema pia tutagusa pia mazingira ya nyumbani. Masuala ya dual nationality pia na ndani mbona ndani yataguswa pia. What we are intending to stay hapa kwa kusema ni kwamba tukishamaliza kuzungumza na wadau mambo yote haya, tuna pepa maalum tunaipeleka ya diaspora
ile paper ile itakuwa tayari kwa sababu kile tumeomba tuipeleke ya diaspora. Na tukapoipeleka mule ndio tuta engage ministries. Utaona kwenye ile paper tutakavyo engage ministries. Kuna kwa mfano ministry